Good morning, listeners. Welcome to Sikiliza FM, home of good music and great vibes. So leo tuko na wakurugenzi kutoka Community Voices Network, and we're here to discuss very serious matters that affect mostly girls and women in our community. So before I continue, let me give them a chance to introduce themselves, at least tujue tuko na kina nani kwenye studio. So in case of any question, don't hesitate to WhatsApp, call us or SMS us on 0703177823, 0703177823. So let me give the first visitor or speaker to introduce herself. Karibu. Good morning. Kwa majina ni Marilyn Ekea kutoka Community Voices Network. Happy to be here. Asante sana Marilyn kutoka Community Voices Network. Ungependa kutuambia kitu ambacho unafanya huko Community Voices Network? Katika Community Voices Network, mimi ni Programs Assistant, Monitoring and Evaluation. Hapo kwa mambo ya mahesabu, data, niko hapo. Aya, asante sana Marilyn. So mwenzako pia introduce. Okay, asante sana Linto for this opportunity. Kwa majina naitwa Christine Achieng, I'm a community health worker na nimefurahia sana kukua kwa Sikiliza FM leo. Asante. Asante sana Christine. Asante sana. Morning. Kwa majina naitwa Beverly Utino. Mimi ni Community Voices Network na kwa community nafanya kama Bonga Champion. Asante. Anafanya kama Bonga Champion. Je, ungependa kutuambia Bonga Champion anafanya nini? Kwa Bonga Champion tunaangalia matters of mental health sana. Tunaangalia wale wasichana wenye kidogo kuna vitu wanapitia na hawezi sema. Sasa tunawalink kwa tuko na Bonga Wellness yetu hapo Community Voices Network, tunawalink hapo. Aya, asante sana Beverly, karibu kwenye studio, tunawakaribisha sana. Sasa hapa niko na maswali 1, 2, 3 ambayo ningependa tujibu, ndio watu hapo nje at least wakuwe na clue, wajue ni when you approach different circumstances. So leo nimwambie tunaongelelea a very tangy or very critical topic to do on safe abortion. Juu kusema ukweli hapa nje watu wengi sana wanapoteza maisha kupitia kwenda kuchukua vya mimba kwa njia ambazo hazifai. Sasa swali yangu ya kwanza ni what does the law says about abortion? Marilyn. Asante sana Linto kwa hilo swali. What the law says about abortion, the law, that is the Constitution of Kenya 2010, under Article 26(4) inasema that a person Article 43(1) Part A inasema that a person is, every person is anafaa kupatiwa the highest standard of attainable health yenye that is also included for safe abortion. However, tena the law inasema that safe abortion is not permitted unless in the opinion of a trained health professional or there is need for emergency treatment if the mother is in danger, maybe ako physically in danger, mental health yake haiko sawa, ama psychological health yake pia haiko sawa kuendelea na kubeba hiyo mimba. Okay, so hapo kwa health umesema si maneno ya physical health pekee, pia kuna mental health na maneno zingine. Sasa niko na swali ya pili nataka tujibiwe na Christine. Swali yangu ya pili ni what are some of the health risks associated with unsafe abortion? Mtu akienda avye mimba kwa njia isiyofaa ama kwa njia ambayo law haikubali, ni health risks gani anaweza patana nazo? Asante sana, na venye tu umesema this is a very critical and sensitive topic yenye tunaongelelea, na kwa wasikilizaji tungependa pia nyinyi mtuambie mna view aje hiyo story ya unsafe abortion na mnafikiria ni nini inaweza kuwa inaweza lead msichana apatikane na hizo, ni nini zinaweza affect msichana akitumia unsafe abortion. So for me one of the thing yenye inaweza fanyika msichana akiendea unsafe abortion, number 1 anaweza patwa na heavy bleeding. Hiyo ni number 1. Number 2, kunaweza kuwa na stories za infertility kwa sababu wasichana huwa
kusikia venye wa community inasema wasichana wao wanatumia maybe jik, na jik ni kitu yenye ukiingiza kwa mwili inaweza kuaffect. So na hizo vitu zingine kama kuingiza hook venye tu community inasema, alafu kuna kukunywa majani, hizo vitu zenye zitakuumiza kwa mwili. So kunaweza kuwa na heavy bleeding, kunaweza kuwa na infertility, kunaweza kuwa pia na damage, umbi yako inaweza kuwa na damage. Alafu pia kitu ya mwisho, before ya mwisho, kuna infections kama cervicitis, inflammation of cervix, na infection nyingine ni vaginitis, inflammation of vagina. Alafu ya mwisho zaidi kutakuwa na death cases zenye zimekuwa zikihappen sana kwa community yetu. Asante. Asante sana Christine. Kwa wasikilizaji, msisahau kutuma maoni yenyu kwa nambari 0703177823. Kabla tuendelee na maswali yetu, tungependa kwenda kwa mapumziko kidogo. Mmoja ambaye ametuma arafa ningependa kuisoma, alafu wenzangu kutoka Community Voices Network watatupa jibu. So anasema hello, but tukisema ati safe abortion, isn't that in some way murder? Tukisema safe abortion, isn't that in some way murder? Alafu mwingine anasema, if my girlfriend gets pregnant and we are not ready to be parents, is abortion the only way out of it? Sasa ningependa kupea wenzangu waweze kutujibu. Karibu sana Christine, ningependa utujibu hilo swali. Asante sana, na asante sana kwa msikilizaji mwenye amekuja na hiyo opinion. Tunashukuru sana kwa kuuliza swali na kwa kutusikiliza leo. Tunasemanga kila siku we learn and we unlearn and we relearn. Asante sana kwa kuuliza hiyo swali. So venye Marilyn alisema, abortion in Kenya is illegal until maisha ya mama iko physically not okay, mentally not okay, ama psychologically not okay. So kama mama yuko sawa na amejigundua ako na mimba 3 months kurudi chini, bado huyo si mtoto. So hakuna venye umefanya mada. Ni vizuri kama uyuko sawa ama uyuko ready kuleta huo mtoto kwa dunia, ni vizuri afanyiwe safe abortion. Na tukifanya safe abortion tunaenda kwa daktari mwenye amesomea na kwa hospitali mzuri yenye unafaa kufanya hiyo abortion. So hatuendi tu kwa mtaa ama kuuliza huko kwa mtaa, unaenda kwa daktari na ni vibaya sana tukileta mtoto kwa dunia kama huko kwa ready. Ndio maana wazazi wetu wanalea watoto na bitterness kwa maisha, kwa sababu they were never ready to bring that child kwa dunia. So ni vizuri kama uyuko ready mentally na psychologically, ni vizuri kufanya safe abortion. Asante sana Christine, kwa sababu naona umejibu swali mbili na hilo jibu moja, na ni mzuri kabisa. Sasa kwa Beverly ningependa kumuuliza swali ambalo linafuata. How does unsafe abortion affect maternal health in our country? Like mtu akienda apate unsafe abortion, ina affect aje maternal health in our country? Tukiangalia from the past year, ni swala la maternal health care risks zimekuwa juu sana. Sasa unsafe abortion ina affect aje maternal health? Asante sana Linto. Kwa venye umeuliza tu, swali la unsafe abortion inaweza lead to maternal illness ama kifo. Ina lead kwa maternal illness ama kifo. So hiyo ina affect aje maternal health in our country? Ina affect aje maternal health? Ningependa kuongezea hapo kwa maternal health, jinsi ambavyo unsafe abortions. Kwa kwanza, Christine alikuwa amesema the risks zenye ziko involved na watu kuchukua unsafe abortions kwa mtaa. Vitu kama mtu anapata cervicitis, vaginitis na hizo zote. Na pia kwa the latest researches zenye zimefanywa in 2022-2023 akina KDHS, akina HRC, inaonyesha that maternal mortality ndio inaendelea kuwa the leading cause of death for women in our country. Na mnajua vizuri kwamba if women are the ones wenye wanakufa sana, then hatutakuwa na watu wa kuendeleza future, kuendeleza the community. Kwa sababu hadi tunasemanga saa zingine ukieducate msichana umeeducate community mzima. Exactly. Kwa hivyo sasa tukikuwa na wasichana ambao wanakuwa na maternal mortality ambao ni vifo vya wanawake, hatutaweza kuendelea sawa kama jamii.
Naam. Asante sana Marilyn kwa kuwa umejibu swali hilo vizuri sana. Sasa kwa sababu nimesikia Community Voices Network, from the name itself, inaonekana tuna deal na community. Na leo tunaongelea very sensitive topic yenye ina affect hadi community yetu. Sasa hii swali ningependa kuelekeza kwa Christine, atuambie ni community ina view aje issues on abortion, either safe or unsafe. Community ina view aje ukiangalia aspect ya religion, culture na community ya general. Asante sana tena Linto. Tunaona tunaendelea vizuri. So venye community ina view hii story, tutashinda tumesema it is a very sensitive topic. Na being that community tunakuwa led by cultural and religious beliefs. So community inaamini abortion is a crime. Venye tu ule msikilizaji wetu wa kwanza alisema abortion isn't it murder. So community, watu wengi sana, our parents, our community stakeholders, kila mtu, you can name them. They believe that abortion is a crime, be it safe, be it unsafe. So naona ni vizuri sana tukiendelea ku create awareness about safe abortion if someone is not ready, kwa sababu tunasema abortion it is a crime, then mwanamke anaenda pale kama yuko ready, ina lead kwa hiyo story ya inaitwaje, maternal mortality rate. So ni vizuri sana tukicreate awareness kwa community yetu iweze kujua ya kwamba if a mom is not ready, na maybe she was alikuwa anafanya family planning na ikaingia, kwa sababu family planning they are not 100%, so ikaingia kama hakukuwa ready na physically mentally hayuko sawa, ni vizuri sana akiambiwa kuhusu safe abortion. Yeah, thank you. Asante sana Christine. Alafu sasa niko na swali ambayo inalingana na story na mental health. Na venye nilisikia hapa Beverly ni bonga champion na anadeal sana na mental health ya watu. Sasa swali